Naam, katika darasa lililopita tulisoma walilahi alhamdu wiki iliyopita babu haqqul jari, tukasoma vile vile babu yubda'u bil jari, tukasoma babu yuhdi ila aqrabihim baban, tukasoma vile vile babu man aghlaqa albaba ala aljari, tukasoma babu la yashba duna jarihi. Tukaanza, lakini tukasema hapa tutakuja kuanza tena upya. Babu yukthiru ma almaraqi fayuqsim fil jirani. Nafikiri kama tutakuwa pamoja, tulifika hapa tukasema hadithi hii tutakuja kuianza tena upya. Kwa hiyo tunaanza tena upya hadithi hii ambayo inazungumzia masala ya ujirani. Babu, mlango huu utazungumzia yukthiru ma almaraq, huzidishwa, huongezwa maji ya mchuzi. Ma almaraq, almaraq kwa Kiswahili tunasema ni mchuzi. Yukthiru yani huzidishwa au huongezwa yale maji tu, ma almaraq. Kisha fayuqsimu, unagawiwa fil jirani, kwa majirani. Fayuqsim fil jirani, mchuzi kisha unatawanywa na unagaiwa. Hugaiwa nani? Majirani. Kuna hadithi mbili lakini zote ni sawa, isipokuwa hii ya kwanza ina maelezo kidogo ya ziada. Naam, an Abi Dharr, hadithi ya mwanzo kutoka kwa sahaba aljalil Abi Dharr radhiallahu anhu qala, nasema awsani, amenusia, kwa maana ya kwamba amenipa amri. Na baadhi ya sharhi zinazungumza awsani kwa maana amarani, ameniamrisha. Awsani, ameniusia Khalili sallallahu alaihi wasallam, kipenzi changu cha ndani kabisa, Mtume sallallahu alaihi wasallam, bithalathin, mambo matatu. Anasema bidharri awsani Khalili sallallahu alaihi wasallam, amenusia kipenzi changu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, bithalathin, mambo matatu. La kwanza ni asma, niwe ni msikivu, wa ati', na ni mwenye kutii, walau li'abdin, hata kama itakuwa mtumwa huyo mujadda al-atraf, yani maqtu' al-atraf, yakusudiwa viungo vyake, inawezekana mkono, pua, masikio. Mujadda yani amekatwa al-atrafu, viungo vyake vya mwili. Na akanusia vile vile jambo la pili, wa idha sana'ta marqatan, na unapopika mchuzi, sanata kwa maana tabakhta, na unapopika mchuzi, fa akthir ma'aha, zidisha maji yake au engeza yale maji ya mchuzi. Thumma ndhur, kisha undhur kwa maana tafuta, ahla baiti min jiranik, ni watu wa majirani zako. Ahla bait min jiranik, watu min jiranika, katika majirani zako tafuta. Ukishakuwapata basi faasibuhum, wagawie, wape. Faasibuhum, wagawie au wape huo mchuzi huo, bimaarufu. Bimaarufu yani kwa wema, kwa ihsan. Bimaarufu yani wape kwa wema, kwa ihsan. Ya kusudiwa ni unapogawa kitu chochote, basi mpe mtu bimaarufu, kwa wema, isiyo unampa halafu baadaye unafuatiliza al-adha, masibulizi na vitu kama hivyo. Faasibuhum bimaarufu. Ili la pili. La tatu, wasalli salata liwaqtiha,
na sali swala kwa wakati wake uliowekwa, kwa sababu sala zote zina nyakati maalum. Inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Kwa hiyo wasalli salata liwaqtiha, na uswali swala katika nyakati wake. Fa in wajadta al-imama qad salla, na kama ukimkuta imam ameshamaliza kuswali, qad salla, ametoa salamu, amemaliza, faqad ahrasta salatak, basi bila shaka wewe utakuwa umeipata, yani asabta, umeipata sala yako. Wa illa, na kama si hivyo, fahiya nafila, itakuwa ni swala ya sunna subha, yani swala ya nyongeza. Hadithi hii ni hadithi ambayo sahihun, amesahihisha al-Albani katika silsilati sahiha, hadithi nambari 1368, na vile vile katika al-Adab al-Mufrad ambayo ndio tunaisoma sasa hivi. Sasa katika hadithi hii kuna mambo matatu. Katika matatu haya, ili moja ndilo mahalu shahid kwa mujibu wa maudhui yetu. Ipi? Babu yukthiru ma'al maraq fayaqsim fi al-jirani. Pale Mtume alipomwambia Abu Dharr, wa idha sana'ata maraqatan faakthir ma'aha, unapopika mchuzi basi ongeza maji yake, zidisha maji yake ya mchuzi huo. Thumma ndur ahla baiti, kisha watafute watu wale ambao min jiranika, wa majirani zako. Faasibuhum minhu bima'ruf, wape wagawie kwa wema. Hii ndiyo nukta ambayo ipo katika hadithi hii, ndio tunataka kuisogeza. Lakini kuna mambo haya mawili, haya ni mambo ambayo ukiangalia hayahusiani na topic yetu au maudhui yetu, lakini kwa sababu hadithi imekuja kwa pamoja, basi yote yanaingizwa kwa pamoja. Sasa nimeona kwamba si nzuri tukapita haya mawili haya tukaliacha tukalizungumza hili moja tu. Kwa nini? Kwa sababu haya mawili, moja liko katika sehemu ya aqida, yani aqidatu salaf, aqida ahlus sunna wal jamaa, ambao ndio watu wengi sana tunasema imewapiga chenga, hawana habari nayo au hawaijui. Kwa hivyo nahisi uko umuhimu wa kulizungumzia hili kidogo. Lipi hili? Suala la asma wa ati' walau li'abdi mujadda'a al-atraf, ili la kwanza ambalo tutalizungumza, alafu baadaye hayo mengine yatakuja baadaye. Lakini kabla hapo, vile vile kuna jambo jingine la kiakida hapa katika hadithi hii. Jambo hili vile vile watu wengi sana, bil asfi shadid, kwa masikitiko makubwa, ni kwamba hawajui nini msimamo wa yani aqida ya ahlus sunna wal jamaa, aqidatu salaf kuhusu suala hili. Kwa vile vile mmeona niliingia kidogo angalau tupate baba kunde, alafu turudi tena katika maudhui yetu. Ni pale Abi Dharr aliposema auswani khalili, amenuhusia khalili. Hili tamko khalili ni jambo ambalo lina mambo mengi ya msingi unahitajika uyafahamu kuhusu bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Neno khalili hili linatokana neno al-khulla. Al-khulla ni darajati a'la min al-mahabba, ni mapenzi, lakini mapenzi haya yako juu zaidi, yana daraja zaidi kuliko mahabba. Sasa hii ndiyo chimbuko ambalo inabidi tulitolee maelezo kama walivyoelezea wanazuoni. Nini maana al-khulla? Al-khulla wamefasiri wanazuoni mbalimbali, akiwemo Ibn Hajar Asqalani rahimahullahu na wanazuoni wengi tu, wakasema ni al-mahabbatu allati takhallalat al-qalb, ndiyo mapenzi ambayo takhallalat, yamepenya katika moyo, yako ndani kabisa,
hii inaitwa al-khulla. Na wengine wakafasiri wakasema al-khulla hapana, al-khalilu kwa maana mpenzi. Sasa akitajwa al-khalilu ni al-muhibbu alladhi laysa fi mahabbatihi khalalu. Ukisikia huyo khalili wangu na sio habibu, tunaizungumzia khalili hapa, maana yake ni kwamba ni yule mpenzi ambaye hakuna katika yale mapenzi yake khalalu, dosari au udhaifu au jambo lolote ambalo linaashiria kwamba yale mapenzi hayako ya dhati. Baadhi ya wafasirina wengine wakasema al-khalilu as-sadiq ni rafiki al-khalis, rafiki wa dhati wa ndani kabisa, alladhi takhallalat mahabbatuhu fi al-qalbi, ni yule ambaye mapenzi yake yameingia ndani ya moyo wake, huyu ndo anaitwa nani? Khalili. Kwa hiyo Abu Dharri aliposema auswani khalili sallallahu alaihi wasallam, amenusia rafiki yangu ambaye rafiki mwenye mapenzi ya dhati, nampenda kwa ndani kabisa. Hii ndio maana ya khalili. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maana ya masahaba zake, sio tu Abu Dharri ambaye yeye alikuwa ametamka tamko hili kwamba khalili, lakini hata Abu Huraira radhiallahu anhu, ukisoma katika hadithi ambayo iko katika Sahih Muslim, hata Abu Huraira alizungumza akasema ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalatha, amenusia kipenzi changu wa ndani kabisa ambao ni Mtume sallallahu alaihi wasallam mambo matatu. Kwanza akasema ni siyami, ni kufunga thalathin min kulli shahri, kufunga siku 3 katika kila mwezi. Hizi ndo zile tunazita masiku meupe. Kisha akanusia Mtume sallam wa rak'atay dhuha, kuswali rakaa 2 za dhuha. Na jambo la tatu akanusia wa an utira qabla an anam, ni swali witri kabla ya kulala. Sasa Abu Huraira radhiallahu anhu na Abu Dharri wamezungumza neno moja, ingawaje mambo tofauti. Lipi? Ausani khalili. Abu Dharri anasema katika hadithi hii sallallahu alaihi wasallam, na Abu Huraira pia anasema ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin, mambo matatu. Kwa kuonesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani masahaba walimfanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni khalili, kwa maana ni kipenzi wa ndani kabisa katika hali kama hiyo. Sasa swala ambalo ningependa kuliweka sawa sasa, ambao wanazuoni wengi wakaliweka sawa, ni ule ufahamu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ana manzila gani, ana cheo gani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Je, yeye ni habibullah au ni khalilullah? Hili ni jambo la kiakida, ni habibullah au ni khalilullah. Sasa itabidi turudi katika vitabu vya wanazuoni vya aqida. Kuna kitabu kinaitwa Aqidatu Tahawiyya, ni kitabu mashuhuri katika vitabu vya aqida. Ukisoma vitabu vya aqida basi hiki hukikosi, Aqidatu Tahawiyya. Na walillahi alhamdu, kitabu hichi tulikisoma min zamani, muda mrefu kabisa, tukakisoma chote. Sasa ndani ya kitabu hiki kuna maelezo haya ambayo huyu mtungaji wa kitabu Abu Jafar al-Tahawiyya anasema hivi katika maneno yake: wa innahu, bimaana hakika yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam ni khatamul anbiya, ni mtume ambaye hakutokuwa na mwingine baada yake. Wa imamu al-atqiya, na yeye ndiyo kiongozi wa wale wote ambao wenye kumcha Allah. Hakuna mwenye kumcha Allah akampita Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na vile vile akasema wa sayyidul mursalin, na yeye ndiyo bwana wa mitume wote. Lakini akamalizia akasema wa habibu rabbil alamin, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kipenzi cha nani? Cha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hapa wa habibu ndiyo maulama
wengi ikabidi sasa tusema lugha kisasa waanze kupaza sauti. Wakasema hapana, tamko hili la al-Imam al-Tahawi kwamba Rasulullah ni habibu li rabbil alamin, wakasema hili halikukaa sawa. Miongoni mwa sharhi kubwa ambayo inatumika katika kitabu cha Aqidatu at-Tahawi ni sharhi hii ya al-Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi. Ndio sharhi kubwa, hata mtu akifanya sharhi yake basi lazima arifaa kwenye kitabu hii ya Abu al-Izz al-Hanafi. Anasema Abu al-Izz al-Hanafi katika sharhi, anasema thabata lahu sallallahu alaihi wasallam a'la maratibul mahabba, imethibiti kwa Mtume sallam ana mahabba, yani ana cheo kikubwa cha mahabba. Wa hiya al-khulla, nayo ni khulla na sio habibu kama alivyoandika Abu Jafar al-Tahawi. Kama sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, kama ilivyothibiti kwa Mtume sallam amesema katika hadithi ya Jundub iko katika Sahih Muslim. Mtume anasemaje? Anasema inna Allaha ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahima khalila, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amenifanya mimi, yani Rasulullah, kwamba ni khalila. Nini maana ya khalili? Tulizungumza sasa hivi karibuni, ni yale mapenzi ambayo yanakuwa takhallalatil qalbu, yaloingia ndani, mapenzi ambayo sio mapenzi yale ya habibu. Katika riwaya nyingine akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, walau kuntu muttakhidha min ahli al-ardh khalilan lattakhadhtu Aba Bakr khalila walakin sahibukum khalilur rahman. Katika hadithi ambayo Abdullah bin Mas'ud iko katika Sahih Muslim, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, lau ingelikuwa mimi, yani Rasulullah, nataka kumfanya yeyote katika ardhi hii kuwa ni khalili wangu, ningelimfanya Abu Bakar kuwa ndo khalili wangu. Lakini sahibukum, yani yeye sahibukum, yani huyo sahibu yenu, yeye ni Khalilur Rahman. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe akajielezea kwamba ni khalilu wa Allah na sio habibu wa Allah. Kwa hivyo ukisema Mtume sallallahu alaihi wasallam ni habibullah, hii itakuwa umekosea na umemshusha hadhi, bali inatakiwa useme kwamba Rasulullah ni khalilullah na sio habibullah. Akasema kwa mujibu wa hadithi hii kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, lau kama ingelikuwa kuna mtu yoyote duniani nimfanye khalil, basi ningemfanya Abu Bakar. Wanazuoni wanasema kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa yeye ni kwamba hakumfanya yoyote kuwa ni khalil? Yaonesha kwamba masahaba walimfanya Mtume kuwa ni khalili wao. Mfano Abu Dharr anasema awsani ya khalili bi thalath, Abu Huraira anasema awsani ya khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumfanya yoyote katika masahaba kuwa ni khalili. Wanasema unajua nini maana yake? Maana yake ni kwamba ni hivi, ukirudi katika Qur'an Allah anasema wattakhadha Allahu Ibrahima khalila, Allah amemfanya Ibrahim kuwa ni nani? Ni khalil. Kwa hivyo siku zote katika mfumo huu inaonekana dhahiri ya kwamba huwezi ukatamka tamko ambalo linaweza likasemeka au likasomeka kwamba Ibrahim ni kwa maana amekuwa ni khalili wa Allah, lakini siku zote inasomeka kwamba Allah amemfanya Ibrahim kuwa ni khalil. Kwa maana hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye hawezi akamchukua yoyote katika masahaba zake akamfanya khalil, bali masahaba wanamfanya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nani? Khalili, kama alivyokuwa Abu Dharr al-Ghifari. Kwa maana hiyo basi ni kwamba al-khullat li Ibrahim, kauli ukisema kwamba Ibrahim ni khalili wa Allah na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ana mahaba ya Allah, kauli hiyo ni kauli ambayo ilikuwa ni ya kimakosa. Hili ni jambo la kiakida. Lakini chengine tunachokiona vizuri zaidi katika masala haya
ni katika majmuu fatawa ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, anasema wa qawlu ba'd an-nas, na kauli baadhi ya watu wanatamka inna Muhammadan habibullah wa Ibrahim khalilullah, kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ni habibullah na Ibrahim ni khalilullah. Wa dhannuhu anna al-mahabbata fawqa al-khulla, na wakadhania watu ya kwamba mahabba ina daraja kubwa zaidi kuliko khulla. Anasema Ibn Taymiyyah rahimahullah, hii ni qaulun dhaifun, ni kauli dhaifu. Ipi? Ukampachika mtume kwamba ana cheo cha habibullah na ukampachika Ibrahim cheo cha khalilullah. Sasa hii habibullah ya mtume, hii ni kauli dhaifu. Ama Ibrahim kuwa ni khalil, hii haina shaka yote. Akasema vile vile Ibn al-Qayyim rahimahullah, wa amma ma yadhunnuhu ba'd al-ghalitina, na yale wanaodhania wale wanaokosea, ghalat al-ghalitina, wanakuja katika makosa, anna al-mahabbata akmalu min al-khulla, kwamba mahaba yana hadhi zaidi kuliko khulla. Anasema hili ni kosa Ibn al-Qayyim. Wa anna Ibrahim khalilullah wa Muhammad habibullah, hili ni kosa ukampachika mtume sallallahu alaihi wasallam cheo kwamba yeye ni habibullah. Ibrahim sawa, wattakhadha Allahu Ibrahima khalila, lakini anasema fa innal mahabbata amma wal khullati khassa, mahaba haya ni kwa kila mtu. Mfano Allah anasema katika Qur'ani kwamba inna Allaha yuhibbu at-tawwabina, Allah awapenda at-tawwabina. Kwa mahaba ni amma, lakini khulla hili ni kitu kinakuwa something special, na ndio maana Allah akasema wattakhadha Allahu Ibrahima khalila, na mtume mwenyewe akajitangazia akasema, jamani, inna Allaha attakhadhani khalila kama attakhadha Allahu Ibrahima khalila. Akasema Ibn al-Qayyim rahimahullah katika maneno yake, anasema waqad dhanna ba'd man la ilmun indahu, wengi ambao walikuwa hawana elimu, wadhania anna al-habiba afdalu min al-khalil, kwamba hii habibu ni cheo kikubwa kuliko al-khalil. Kwa hali hiyo basi ifahamike kwamba bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye cheo chake ni khalilullah na sio habibullah. Lakini pia katika fatawa nyingine ya Ibn Uthaymeen rahimahullah, وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هل يصح القول للنبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله، je ni sahihi kauli ya kusema kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni habibullah, je ni sahihi? Nafikiri watu wengi wanazisikia mpaka zile kasida zinazoimbwa katika baadhi ya idhaa, ya habiballah. Sasa je, kauli hii ni sahihi? Ndio anaulizwa Sheikh Uthaymeen rahimahullah. Faqal, akasema an-nabiy sallallahu alayhi wasallam habibullah la shak, hakuna shaka yote kwamba mtume sallam ni kipenzi cha Allah. Walakin hunaka wasfun a'la min dhalik, lakini kuna ule wasifu uliokuwa mkubwa zaidi kuliko habib. Ni upi? wa huwa khalilu lillah, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam yeye ni khalilullah, kama qala sallallahu alayhi wasallam inna allaha attakhadhani khalila kama attakhadha Ibrahim khalila. Hii ni riwaya tulisoma punde kwamba Allah amenifanya mimi Muhammad kuwa ni khalili wake kama alivyomfanya Ibrahim kuwa ni khalil. Rawahu Muslim. Wal khulla hiya kamalul mahabba, ukisikia khulla ni yale mapenzi yaliokuwa ya ukamilifu, hayana dosari. Walihadha, kutokana na hivi basi anasema Sheikh Uthaymeen katika kauli ambayo ndo mahala tunapokusudia, man wasafahu bil mahabba, yoyote mwenye kumsifu bwana mtume sallam kwa mapenzi, kwa maana kwamba yeye ni habibullah, faqat fa innahu nazalahu an martabatihi, atakuwa amemshusha hadhi yake. Martaba yani ile hadhi, rank. Ukisema
Muhammad au mtume kwamba ni habibullah, basi umemshusha daraja lake. Lakini inachotakikana pasemwe nini? Paseme Muhammad ni khalilullah na sio habibullah. Akasema Sheikh Uthaymeen kwa kumalizia, anasema ya kwamba fal khullati a'zam min al mahabba wa a'la, fa kullu mu'minina ahibahu Allah, walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam في مقام أعلى من ذلك وهو الخلة. نقول تسمع hivi, anamalizia Sheikh Uthaymeen, inna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalilullah, kwamba yeye ni kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala, kipenzi cha dhati kabisa na sio habibullah. Ukisema habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam habibullah, umemshusha hadhi, umemshusha daraja lake atamke kwamba yeye ni khalilullah. Nafikiri hii ilikuwa moja katika nukta niliyopenda kuitolea maelezo, kwa sababu waumini wengi au watu wengi katika Waislamu hawajui hii katika masala ya akida. Hii ni akida ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Na hata vile vile nimeona Sheikh Fauzan radhiallahu alipokuwa akisherehesha hii wa habibu lirabbil alamin, akasema hadha al-ibara, yani sentence hii aliyosema al-Imam Tahawi, anasema ibara hii fiha muakhadha, kuna argument, haiwezi kubakishwa hivi hivi tu. Ndiyo kaisema mwanazoni mkubwa, lakini kuna muakhadha hapa, kuna argument nyingi tu. لأنه لا يكفي قوله حبيب، anasema haitoshelezi ukasema kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni habibu rabbil alamin, bal huwa khalilu rabbil alamin, bali sallallahu alaihi wasallam yeye ni khalilu rabbil alamin. Wal khulla afdalu, ni cheo kilichokuwa kikubwa zaidi kuliko nini? Kuliko mahabba. Na akazitaja zile hadithi ambazo tulizokuwa tumezitaja. Lakini pia katika sharhi ya yani al-allama al-muhaddith al-Albani rahimahullah alipokuwa akisherehesha hii al-aqidatu at-tahawiyya, alipofika hapa akasema hivi, bal huwa khalilu rabbil alamin. Hapana, maneno ya Imam Tahawi aliposema wa habibu rabbil alamin, Albani anasema hapana, hii kwamba kusema khalil yani rabbil alamin si sahihi, bal huwa khalilu rabbil alamin, fa innal khulla a'la martabat min al mahabba wa akmal. Walidhalika qala sallallahu inna allaha ittakhadhani khalila kama ittakhadha ibrahim khalila. Anamalizia al-Albani anasema walidhalika lam yathbut, haikuthibiti hata mahala pamoja fi hadithin, katika hadithi yoyote, annahu sallallahu alaihi wasallam ni habibullah, kwamba yeye ni habibu. Fatanabbah, zinduka muislamu. Kwa hiyo mambo haya ni mambo ya kiakida, inabidi muislamu azinduke, ajue kwamba ala, kumbe Muhammad